Habari yako mfuatiliaji wa kipindi cha Ukweni, niko hapa mbele yako leo kuzungumza na wewe vitu vitatu ambavyo vitakusaidia kwa namna moja ama nyingine, hususan mwanamke. Nimepokea DM nyingi sana ambazo zinauliza, yani kuna wanawake wengi wanauliza kwamba waume zao wana upungufu wa nguvu za kiume, waume zao walizishi na vitu kama hivyo. Sasa nataka nikupe leo kitu kimoja ambacho ni cha msingi sana kwa upande wako. Sasa mumeo kila siku anatoka kuanzia asubuhi mpaka jioni, anaenda kwenye kazi, na saa ingine akirudi labda ndio hivyo na shughuli na nini, au na vitu, au uko busy. Kama sasa hivi wanawake wengine wanakuwa wako busy mtandaoni, TikTok, mtu yuko live kuanzia asubuhi mpaka jua linazama. Ni kweli mnafanya biashara, lakini tuwe na kiasi. Sasa Jumapili, tenga muda wako kati ya Jumapili au Jumamosi. Kama ni siku ambazo mtu umeenda labda kanisani, mmepumzika nyumbani, huo muda jitahidi hiyo siku usiwe busy. Jitahidi hiyo siku mkandekande mume wako, mfanyie massage za kichwa, fanyie massage ya mgongo, massage ya miguu iweke sawa, ifanye sawa. Unajua mwili sometimes unachoka. Mtu unafikiria, huyu mwanaume anafikiria familia, anafikiria vitu vingi, anawaza makorokoro mengi, bado hajabeba mzigo wako wa kumkwaza na nini. Yani ana vitu vingi. Kwa hiyo muda mwingine mwili unakuwa tu umechoka. Kuna muda mwingine unahitaji hata utumie madawa hayo ambayo mnayatumia. Kuna muda mwingine unatakiwa tu utumie akili na ubunifu wa kuangalia kwamba huyu mtu anahitaji kufanyiwa massage. Kanda mwili wake, mtengeneze huko kwenye akili, kwenye kichwa jitahidi ufanyie massage za kwenye kichwa, ufanyie massage vizuri za mgongo, za mabega. Mwili ukae sawa, urelax, ujiachie. Ule uchovu wa wiki nzima unaondoka. Sasa kama hujawahi fanya hicho kitu, mimi ninakushauri anza sasa hivi, fanye massage, mtie moyo, mshauri, weka maneno mazuri, achilia maneno ya baraka, achilia maneno yenye ushindi ndani yake, mtie moyo. Yani hiyo siku iwe ni siku ya kumtia moyo. Unaweza ukaweka tu ni principle au kanuni yako kwamba labda kila Jumapili nitakuwa nafanya hivi, kila Jumapili nitakuwa nafanya hivi. Hautakaa uje uone changamoto hiyo ndani yako. Hautakaa uje uone mume wako ana upungufu wa nguvu za kiume au mume wako ana kitu gani. Na kuna wanawake ni wabishi, yani utasikia mimi nimeshafanya vyote vinini? Mimi nimeshafanya vyote bana, lakini hayupo sawa. Hapana. Jitahidi kuwa naye karibu, mtie moyo. Sometimes hivyo vitu vinapotea, nguvu za kiume zinapungua kwa sababu ya stress, uchovu, mambo mengi, anakuwa na vitu vingi. Usio unafikiria tu kwamba huyu inawezekana ananicheat, inawezekana sio anafanyaje au amerogwa au mfanyie massage, mwili wake ukae sawa, akili yake iweke sawa. Soma saikolojia, mume wako anapenda nini, anafuatia nini. Fanya hivyo. Na unafanya, usifanye kama unamkomoa, kama yani hiyo ni adhabu unafanya. Wengine mnagandamiza mikono. Angalia huko, uliza. Na kama pia unahitaji nikuelekeze mafuta mazuri kwa ajili ya kufanya massage, vitu vizuri ambavyo unatakiwa uwe nao, mfanye massage vizuri, akae vizuri, ajifeel kama yupo kwenye ulimwengu wa ndoa. Hapa nazungumzia wanandoa na sio wapenzi. Kwa hiyo wanandoa unaweza ukachukua hiyo tips na kwenda kuitumia. Ninawapenda sana. Tukutane wakati mwingine. Kama una kitu chochote kile ni DM, mimi nitakushauri, tutasaidiana kushauriana, and then tukipata solution tutakuja hapa. Ina maana mpaka nimekuja kusema hapa tumepata solution. Kuna yule dada ambaye ameenda amefanya hivyo na amepata result ambazo ni nzuri, na ndio maana nimepata nguvu ya kuja kuzungumza. Kwa hiyo sio wote ni wagonjwa, pia kuna ugonjwa, yani kuna magonjwa yapo, lakini sio wote kwamba ni wagonjwa. Wengine ni uchovu tu. Unahitaji tu kumtia moyo, unahitaji kumkanda mwili wake, unahitaji kuweka sawa vitu. Mwisho wa siku unajikuta tu mtu amekaa sawa. Endelea kufuatilia Ukweni ndani ya Supermama TV pale mjini YouTube. Like, comment, share, subscribe, endelea kujifunza. Kuna mafunzo pale ambayo tayari nimeshayaachilia, lakini pia tunaendelea. Kipindi ni kila siku Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Like, comment, share and subscribe. Nitafurahi kuwa na wewe wakati mwingine. Bye bye.